Kwani umefanyaje? Yaani hata mimi sielewi. Nashangaa tu amenivamia. Hivi kuna kitu ambacho hakina sababu? Wakuvamie tu ili mradi. Hata sijui tatizo ni nini. Natali, ila wanaonekana wakorofi. Wale wakorofi sana. Yaani maana vile walikuwa wanakuvuta vile. Uenda tangia kubalalua. Na huku kwenda? Mimi nilikuwa naelekea kwenye michakato yangu. Alafu wakati naondoka zangu huku nilikutana na mama mkwe wako, shemeji yako pamoja na Wamaua. Yaani wameshikwa kiki mkiki. Sasa sijajua tatizo ni nini. Maana nampigia simu Rashmi apokee. Tena nimempigia zaidi ya mara 2. Hebu ngoja kwanza. Hapo ulipokutana na mama mkwe wangu umesema, umekutana na shemeji yangu, umekutana na Wamaua. Wameshikwa kicha. Wameshikwa na polisi? Mama mkwe wako wewe kamshika shemeji yako pamoja na Wamaua, kawashikilia kika. Nampigia simu Rashmi apokei. Nimepiga zaidi ya mara hizi. Watakuwa wamefanya nini? Sijaelewa. Na wanaelekea wapi? Mpigie tena Rashmi. Inaita tu apokee. Halo. Halo. Vipi? Safi, kwema. Mbona nakupigia simu upokei? Yaani shoga yangu nilikuwa nimelala usingizi mzito, nimechoka. Unajua kuchoka ndugu yangu. Wewe uko wapi? Mimi nipo nyumbani, njoo. Sawa, tunakuja hapo hapo. Kasema yuko nyumbani. Okay. Yuko nyumbani. Twende. Sawa, twende. Alafu kaka, mimi kila siku nakwambiaje kuhusu familia yangu? Nimeshakwambia kaa mbali na familia yangu. Falsafa yako na ya kwangu ni vitu tofauti. Waona maisha yako ambayo umechagua na mimi nina maisha yangu. Ni kila siku nakuonya, usirudie tena. Dada, sikiliza. Sawa. Maisha unaoishi na mabinti sio sahihi. Hebu angalia jinsi unavyowafunza. Kumbuka kwamba kuna leo na kesho. Leo upo, kesho haupo. Wadishi maisha gani? Hivi unaona malezi sahihi kweli? Wewe kesho yako unaijua? Wewe kesho yako unaijua? Au unajifanya wewe mtu wa sawabu? Ndio maana tunatengeneza. Wewe mgaba dhambi na sawabu. Wewe nani? Wewe nani? Yaani wewe ndio mhukumuji. Unajua dhambi, unajua halali, unajua haramu, wewe ndio unajua. Alafu sikiliza nakwambia kitu wewe. Ole wako. Iwe mwanzo na mwisho kutafuta familia yangu. Nishakwambia. Tena kaa mbali na mimi. Sawa Tena nakuona unaupike peke utafikia mtoto wa kike. Yaani bwana mimi ningekuwa ndo mwanaume afu ndo ungekuwa mwanamke. Kutoka tabia zako za chokochoko. Sitaki unifuate. Nishakwambia sitaki, niache. Unataka kunioa unataka nini? Unataka kitu gani mimi? Tena nishakwambia sitaki. Iwe mwanzo na mwisho, full stop.
Nakwambia nataka talaka yangu. Leo ndio utanipa talaka yangu, nataka talaka yangu. Unacheza wewe. Ninataka upate uhuru na huyo hawara yako huko. Nataka talaka yangu leo. Nakwambia hivi, mimi ninajua kuoa sijui kuacha. Hilo ndo tatizo uliokuwa nalo mimi. Yaani kamwe siwezi kukuacha. Leo utaacha. Nataka talaka yangu. Utaniacha. Wewe ndo umenioa au nimekuoa wewe? Umenioa mimi au nimekuoa wewe? Mbona matatizo ndani ya nyumba kila siku hayaishi? Tatizo ni nini? Tatizo wewe. Yaani wewe ni tatizo lako, unaona matatizo yangu. Tatizo lako wewe. Tatizo ni wewe na unapozunguka kwa mabarabarani. Unanitia aibu, nataka talaka yangu. Sio tatizo, sio mimi. Hiyo sio tatizo. Tatizo ni wewe. Ndio kila siku wewe unapiga sana kelele mundani, tantalila nyingi. Ni tatizo. Mbona hakuna amani ndani ya nyumba? Ili uondoe kero, naomba talaka yangu. Unataka talaka? Nataka talaka yangu. Talaka mimi sitoi. Najua kuoa. Utatoa. Utatoa. Nimekwambia talaka mimi. Utatoa. Sitoi talaka. Sasa unaenda. Yaani Bibi Sheikh. Atorani. Tupo ndo kama hivi. Kwa msikitini. Msikitini nitakuja. Muda wa swala basi twende sasa. Nakuja. Mnakuja ulisema utakuja lakini mpaka leo Sheikh wangu. Mimi nitakuja. Inshallah. Sheikh Abubakar. Samahani na wewe. Nilikuwa na maongezi na wewe. Yes. Wanasemaga siku zote, sema upingwe, nyamaza ufe na maumivu. Sasa mimi kufa na maumivu sitaki. Sitaki nife afu sura yangu nimeikunja kama hivi. Hapana, sio kweli. Shida nini? Unakumbuka ile siku ile pale nyumbani kwako? Nje pale. Juzi. Kuna kijana ulinikuta naye. Juzi nikuta naongea na mtu pale nyumbani. Yule anaitwa Kani Future. Yule Kani ndo anaotembea na mke wako wewe. Hizo taarifa amekupa nani? Sheikh Abubakar bwana. Yaani uniulize mimi taarifa napata wapi? Yaani katika mtaa au kitongoji kuhusu taarifa mpya zote ninazo mimi. Hivi Sheikh, unadhani rahisi kumwambia mtu kwamba mke wake anatembea na mtu mwingine alikuwa yule ni mke wangu wa ndoa? Na kwanza hizo taarifa umeambiwa au umeshuhudia kwa macho yako? Yaani sio nimeshuhudia, hajakuwa kwamba tabia za mke wako zinajulikana na mimi nazijua zote. Kwa hiyo Sheikh Abubakar, yule mvulana pale, yule ndo anaotembea na mke wako. Umeambiwa hizo taarifa au umeshuhudia kwa macho yako? Sheikh bwana. Ukizungumzia taarifa usikanizungumzia nani au kasema nani? Na kwambia habari za huku kijijini au mtaa huu wote mimi ninazo. Hizo habari zote mimi ninazo. Na hata ile siku ile pale alikuwa anamlandia mke wako. Ila mimi kukutana naye na kumpa maneno, yeye mwenyewe kaona haya na akaamua kuondoka. Lakini yule ndo anaotembea na mke wako. Sheikh, umetumwa? Sheikh Abubakar, mimi sijatumwa. Kuna mtu asojua tabia ya mke wako? Kuna mtu asojua tabia ya mke wako? Mimi ndo nimeshakwambia. Kama utaniamini, haya, usiponiamini basi. Na ndio maana mwanzo nikakwambia hivi, sema upingwe, nyamaza ufe na maumivu. Okay, sawa basi. Mimi na wahi msikitini inshallah. Sawa, tutalifanyia kazi. Jamani watu wako kwenye dini. Haya, wewe nyamaza hivyo hivyo. Ajifanya na imani kumbe kwenye moyo wake anadutu. Subiria ufe na sio umeikunja.